Picha linaanza Zara kaja kumtembelea KD. Yes, KD anasema da, nimewaambia wanipeleke mahakamani lakini naona uwezekano hamna. Wamekataa kabisa kunipeleka mahakamani. Zara anasema usijali, nitajaribu kuongea nao. Ni lazima uende mahakamani. Sasa watakuhukumuje wakati haujaenda mahakamani? Ghafla muda wa kumuona unaisha, wanamchukua KD. Zara anapiga makelele, msimchukue kama hivyo jamani, bado sijamaliza kuongea naye, lakini haikusaidia chochote. Yes, baada ya miaka 7 tunamuona Zara kaajiriwa kama mwanasheria sasa hivi. Yes. Ghafla anakuja rafiki yake ofisini, anajaribu kumwambia vitu viwili vitatu. Ghafla tunamuona akiwa na boyfriend wake sasa hizi. Huyu anaitwa Tony bwana. Anamwambia mbona hujanivisha hata pete mpaka saizi, eti sisi ni wachumba. Wachumba namna gani? Jamaa akatoa pete akamvalisha bila kuomba hata proposal. Zara kawa anashangaa, akakasirika. Sasa hivi ndo nini? Au niulize? Akaingia ndani. Mwamba kaingia ndani, amekutana baba mkwe, anasema naona mambo yanaenda vizuri bana, natakiwa tupange ndoa tu saizi kama mshavalishana na pete. Lakini Zara anasema baba, hapana, muda bado wa kufahamiana vizuri mimi na Tony. Baba anasema hapana baba, mshavalishana na pete, lazima muoane faster, miezi 2 ijayo mbele. Zara akakasirika, akaondoka pale, akaacha na Nilio anaendelea kula, akaenda chumbani. Yes, Mwamba kamfuata Zara. Sasa mtu unafanya nini? Mbona unaondoka wakati unaongea na babao? Yes, complicated zikawa nyingi, akaondoka. Sasa huyu celebrate anaitwa Suzana bwana. Kumbe anatoka na jamaa Tony bwana. Anasema okay baby, nataka nikuone nyumbani. Yes, Suzana anasema okay sawa, nitakuja hapo nikimaliza. Kafika kwa Zara bwana, wanakumbatiana. Anasema vipi sasa kuhusu mpenzi wako? Sasa unatakaje kumuoa mpenzi wako wakati unajua kabisa una date na mimi? Hiyo kitu haiwezi kutokea bana, na siwezi nikadhalilika mimi kwamba boyfriend wangu mimi ni famous alafu wasikie kwamba boyfriend wangu anaenda kuoa mke mwingine. Sitaweza kuafiki. Anasema sasa mimi nitafanyaje? Baba ndo ananilazimisha kutokana na kwamba tuna uhusiano wa kifamilia, mimi na ile familia bana. Anasema hapana bana, mimi siwezi kukubali kitu kama hicho. Mimi ni mwigizaji mkubwa bana, unawezaje kunifanyia hivyo? Siku nyingine tunamuona KD kaja ofisini sasa baada ya miaka 7. Zara anamuuliza umetoka lini gereza? Anamwambia mwaka 1 uliopita. Mwaka 1 hujaje hata kuniona? Mwamba anasema hapana, nitaka nije nikuone nikiwa tayari nimejikamilisha, siwezi kuja kukuona nikiwa sina kitu. Aya, sasa wewe unataka nini? Sijafuata kitu chochote, lakini nimekuja kukuona jinsi ulivyokuwa mrembo. Yes, hujabadilika, cheki sura yako ipo vile vile. KD, hebu niache, mimi nimeshachumbiwa, ni mke wa mtu sawa, so sitaki mazoea na wewe, naomba ondoka ofisini kwangu. Mwamba kaandika address pale anapopatikana, akamwambia okay chukua, utanitafuta. Yes. Sasa siku nyingine Mwamba kawa mchoraji, saizi akampelekea, kafanya delivery kumpelekea, kumbe ni Suzan ba. Yes, ghafla Tony anaingia. Wewe unafanya nini? Hebu toka nje, nataka niongee na mpenzi wangu. Mwamba akasema okay, mimi nilikuwa nafanya delivery, ikaotokea kutokuelewana. KD akataka alete noma, lakini Suzana akamwambia naomba, asante kwa mzigo nimepata, unaweza kwenda. Yes, Mwamba katoka. Alafu Tony akaanza kumwambia ni watu gani unawaleta humu ndani bana, wanakuwa hawana hata heshima. Naomba nataka kuongea na mke wangu, ananiletea vitu vya kuleta. Sikia Suzana, sitaki umlete mtu yoyote ambaye haeleweki humu ndani. Suzana anasema lakini aliniletea picha tu, nimekwambia sitaki. Sawa bana. Vipi sasa kuhusu na Nili? Bado una mpango wa kuendelea kumuoa Zara? Anamwambia yes, babangu na baba yake Zara wamekubaliana lazima nimuoe Zara. Sasa usaje kukubali ujinga huo? Ghafla Zara anaingia ofisini kwake, anakutana na maua alafu na ujumbe kutoka kwa KD umeandika na sitaacha kukupenda daima. Yes. Sema yani huyu mbona haelewi, nimemwambia mimi ni mke wa mtu saizi. Yes. Ghafla Tony anaingia na anamletea kiboksi pale nini hivyo mambo wachumba tunajua. Yes, namwambia nimekuletea kwa ajili yako, pia nimekuja kukuomba msamaha kwa kutokuelewana ile siku. Yes. KD kumbe alimuomba pia aje huku sasa, kwa akatoka na boyfriend wake, alafu KD huko anachoma mahindi. Yes, baada ya kutoka out sasa akawa amerudi nyumbani. Yes, ghafla simu yake inaita bana KD. Anamwambia nimekwambia mimi ni mke wa mtu, usinipigie simu saizi usiku. Anasema yani Zari, ina maana hujali chochote saizi kuhusu mimi? Yes, Mwamba anaanza kujiongelesha hapo. Zari anasema nimekwambia sitaki unipigie. Sawa, basi tusogeze mbele, lini utakuja kwangu? Sema nimekwambia siwezi kuja kwako. Basi sawa, mimi nitakusubiri siku Jumanne, nataka uwe hapa. Sawa.
Zara akasema sawa, nitaangalia, nikiona uwezekano nitakuja, nisipokuwa na uwezekano basi hutaniona, naitwa baadaye. Kakata simu. Sasa story anatuonyesha kwamba kumbe alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa anamsaidia hela chakula, kumlipia ada. So akamuomba simamie kesi ya KD. Ndo alimsimamia mpaka akatoka gerezani. Na akasema kama malipo inatakiwa asimamie mpaka KD atoke gerezani, na akatoka gerezani. Lakini Zara kumbe kila kitu alikuwa anajua, na yeye ndo alipanga bana. Sasa yote yalitokea kutokana na kwamba babake alikuwa hataki kabisa na alimkataza kushirikishwa kuhusu kesi ya KD. KD akawa anakumbuka yote. Sasa huku mipango ya ndoa inaenda, inasema inatakiwa miezi 2 baadaye mfunge ndoa Zara, lakini hayupo. Baba anamwambia ni lazima tufanye hivyo, lakini Zara anasema baba, mbona uone ni haraka kabisa hii, mbona tunaharakisha mambo, inatakiwa nimjue vizuri huyu kwa sababu atakuwa ni mume wangu, inatakiwa nikae naye kwa muda. Baba anasema hapana bana, ushakuwa mtu mzima saizi, miezi 2 ni mingi sana, inatakiwa ukae na mpenzi wako muandae harusi, sawa? Zara anasema sawa baba, nitafanya hivyo kwa sababu unataka wewe, lakini mimi nilikuwa sitaki iwe haraka kiasi hicho. Baba akasema nafurahi kama umekubali kwamba utafanya hivyo. Zara kama anamwangalia tu mzee anamwagiga kwamba inatakiwa iwe hivyo. Akasema sawa baba, kwa kuwa umetaka wewe basi sitakuangusha katika hilo, nitafanya chochote kile kukuridhisha. Zara kana anamwambia kuhusu kazi, mambo yanavyoenda huko. Alipomaliza kuongea na babake akaja kwake bana, anamkuta Tony yupo, anamwambia nishaandaa chakula kwa ajili yako, naenda kabadilishe nguo alafu uje hapa. Anaanza Zara kaingia bafuni, kaanza kuongea na Kio, inatakiwa umtoe KD katika kichwa chako kwa sababu wewe unaenda kuolewa. Ghafla mlango unagongwa, Tony anaenda kufungua. Anamuita Zara, kuna mzigo wako. Zara anamwambia nakuja, lakini ghafla akataka kuangalia kuna nini. Ghafla anafungua, anaona picha za yeye na Suzan wakiwa katika kwenye mapenzi sijui nini. Akaona mbona mtihani. Zara naye anakuja akaficha pale, akasema okay, nikajua ni mzigo wake, kumbe ni mzigo wangu bana, ni makaratasi yangu ya ofisini, hebu twende tule kwanza. Zara kutaka kuona kwa ikawa imeisha hivyo. Wakakaa mezani kula. Asubuhi akamtimbia Suzani, ni ujinga gani unaniletea? Wewe unawezaje kumtumia Zara picha za namna hii wakati unajua kabisa naenda kumuoa Somda? Huku KD anampigia yule mwanamke wa askari bana aliyemgonga kwa bahati mbaya, huwa anamsaidia pesa za matumizi. Huku Tony bana yupo na Zara bana, anachagua gauni la harusi.